Bosi Mkindo. Naam. Bwana mimi nashukuru sana maana tangu ujio wako wewe mpaka sasa hivi kijiji chetu. Sawa. Zile changamoto ndogo ndogo, mboga mpaka uende kijiji jirani, sasa hivi hazipo. Sawa. Pia hapo tumepata ajira. Sawa. Leo hii tunapata hela ya kula. Umeona mambo mengi sana unatusaidia. Kiukweli mimi nakupa hongera sana ndugu yangu. Haya na mimi nashukuru sana kwa nguvu kazi mnaifanya. Sawa. Nyinyi wenyewe ndo wanawategemea. Sawa, na mambo yote mliyofanya hapa. Nyinyi ndo wanawategemea. Kwa hiyo nashukuru sana. Tuko pamoja. Sawa. Mr. Mkindo. Naam. Hilo swala kwanza la kututegemea. Sawa. Yaani usiwe na wasiwasi. Sawa. Sisi mimi na Bwana Semengo. Ndio. Sisi hapo tupo kila siku. Kila itwayo leo. Sisi tunaingia mzigoni. Kwa sababu hii ni ajira, kuna vijana wengi wanakaa vijiweni. Sisi tumepata hapa kwa nini? Kwanza kitu cha kwanza tunakushukuru sana kwa ujio wako. Sawa, nashukuru na nini? Nawashukuru sana. Mimi sasa hivi mdogo napata viele vya kununua sabuni. Kitambi kianza kuja. Sawa. Sawa. Nashukuru sana. Sawa. Nashukuru sana. Sasa naomba mjitahidi. Mimi labda niseme kitu kimoja. Kwa leo tuache tukapumzike. Sawa. Panapo majaliwa kesho. Sawa. Asubuhi tutakuwepo hapa. Kuona kuna dawa. Nakusaidia kwa shamba. Ruby. Yaani leo wewe ungekuwa unataka kuosha vyombo, ungekuongea mkasi uje kuosha vyombo. Tangu lini Ruby akataka kuosha vyombo? Hata cheki bakuli tukiosha kila nifuta kwa. Bana usinikosa bana turudia. Au sawa nilete. Baba jana ulipika chakula kibichi. Yaani tu. Chakula kina michumvi. Mbona ulisomea wapi upishi? Baba chakula kibichi, yani kibichi. Kwanza jana sijala nikashiba. Pale niko nakula tu kwa ajili ya kuogopa. Wewe mkelele bwana wewe. Leo una akili kabisa, unakaa unakuja unamsuta babako. Wewe mbona ukipika mboga mbichi mimi sisemi? Yaani nakaa jikoni kabisa, umepika chakula kibichi. Ruby usilete dharau ujue, usilete dharau. Wewe lini umpika chakula kimeiva? Yaani kati ya mimi na wewe nani anatakiwa kukaa jikoni? Nitakuvunda makonzi. Sitaki nisikie tena hiyo kauli. Kuanzia nguo zako utafua mwenyewe. Vyombo utaosha wewe. Kumbe mimi unaniona kama mikolo vile. Chukua nazi kaeke ndani, kapike. Shika. Ole wako sasa upike kibichi na kuburuta. Shika nazi ukapike. Unanisikia unisikie? Fazila, mbona ufanani na jina lako? Mbona ufaziliki wewe? Unaimbiwa kitu kimoja kila siku. Kwani wewe ni mtoto mdogo? Mbona unajielewa? Unajua kabisa Michael ndo anayetulisha, ndo anayetulipia kodi hapa ndani. Ndo anayetununulia kila kitu. Yaani ndo anayetuweka hapa mjini. Afu wewe nakwambia kuwa na mahusiano na Michael ili hata ujenge ukaribu ule.
tuendelee kula maisha mjini. Unataka turudi kule tulipotokea. Hivyo ukumbuki maisha ya nyuma. Tumeteseka, tumesugua miguu mpaka hapa sasa hivi unavyotuona tunapendeza ni kwa ajili ya yule mwanaume. Mdogo wangu jitambue basi. Hivi dada, unanipenda kweli mimi ndugu yako? Laiti ungekuwa unanipenda, usingenidumbukiza kwenye kisima cha moto. Hivi unamjua Michael ni mtu gani? Au unaongea tu? Eti unalizika na hivi vitu anavyotuletea ndani. Mara katupangia chumba. Ila mimi ndugu yako unisamini, si ndio? Fadhila, hebu jaribu kuwa mwelewa wewe. Unataka tukaishi maisha ya kimaskini? Usijikute umeota mapembe. Hapa ndani ni Michael nimempitisha. Yaani hamna mwanaume yoyote. Utakuja naye nimkubali hapa ndani. Ni heri tuishi hayo maisha ya kimaskini kuliko kuishi na Michael. Nipo vyovyote vile nikaishi kokote kule kuliko kuishi na Michael. Sitaki kusikia huo utumbo wa Michael. Bana leo mambo mapema leo. Leo mapema kama kawaida. Sasa kaka unajua? Kuna sitofahamu ipo kijijini hapa. Afu mimi nikaona sio swala zuri kukaa nalo moyoni. Kwa sababu mtu anazungumziwa ni mtu ambaye tunafanya naye vitu vingi. Isitoshe ni familia yangu. Sasa hivi ukitembea nasemekana watu wanajiulizaga sana au unakuta watu wanazungumza kwamba Semengo je kusikia anasimama na mwanamke yoyote au labda kamsimamisha mdada yoyote, hata wadada wanazungumza. Sasa kitu ambacho na mimi pia kaja kunishtusha siku sehemu zote ambazo tunatembea mimi na wewe, je kusema basi hata yule mdada basi namtaka basi vipi? Nikasema hili swala inawezekana kweli kawa wangu ana shida. Nikwambia kitu Masuke. Unajua mimi ulipokuwa unaanza kuhadisia, nije bado kuna jambo kubwa. Ndugu yangu leo ana jambo gani na kunipa wewe? Kumbe ni hili tu. Sasa nikwambie kitu. Kila kitu kina muda. Kila kitu kina muda. Wanawake walikuwepo, wapo na wataendelea kuwepo. Na hata wanaume hivyo pia. Tulikuwepo tangu enzi hizo, tutazaliwa, tunaishi na mwisho siku tunakufa. Kwa hiyo swala hili lisikuumize kichwa. Muda ukifika hakutahitaji tochi tena. Unafahamu? Kwa hiyo ndugu yangu usipate taabu kabisa. Mimi niko mzima tena niko safi kabisa. Ila watu kuongea kawaida, hata mimba inazungumza. Kaka, lisimalo lipo. Kama lipo linakuja. Labda vipi bwana? Tambeba? Heri. Safi. Unatoka shamba? Natoka shamba kuangalia viongo kidogo. Na umekosa. Hivi mfupa. Hivyo mimi unanichukuliaje? Mbona itoshi umemchukua mwanamke wangu? Kwa sababu basi nje unitambie, si ndio? Afu mimi mashiku sio namna hiyo. Yaani wewe nikwambia kitu kimoja, wewe unahisi unataka kujua upande wangu wa pili nikoje. Hivi. Sikiza nikwambie kitu kimoja na utaujua upande wangu wa pili nikoje. Wewe kama swala la mapenzi. Mwenyezi ndo kataka kwangu. Kataka kwako, si ndio? Sasa sikiliza nikwambie. Siku zote moshi ukizidi sana kufuka na ukafuka karibia moto na waka. Tubilia Semengo. Huyu moto aliowasha hautozimika na nakwambia ama zangu ama zako. Utajijua mwenyewe ama zako ama zako. Wewe unasemaje? Wewe unataka. Wewe unachukuliaje huyu bro? Wewe unachukuliaje? Nani Mfupa nenda tutaongea baadaye. Nenda Mfupa. Sikia Masuke. Sasa tunataka kuongea mambo.
Acha habari. Kwa nini unataka kugombana na watu kwa sababu ya mapenzi? Mimi nitakuja kumfanya kitu kibaya yule afu mwenyewe atakuja kuamini yule pale. Kuna. Mfupa mimi ananitafuta yule. Mimi yule mimi namtamani ujue. Msuke usijitafutie matatizo. Angalia kwanza maisha yako na mdogo wako. Unataka kwanza kugombana sasa kwa sababu ya mambo ya mapenzi? Tutakuja kulaumiana ipo siku. Mimi wewe subiri bro. Subiri Kasemengo subiri tu. Wewe ni ujinga unaofikiria wewe bwana. Robi. Yo. Chukua na wewe kama nzuri. Yaani wewe shikamoo. Chukua kama unaona nzuri. Hivi nikuulize mwanangu. Una shida gani? Maana umesema unaumwa, unaenda shule leo siku ya 3. Sawa, haina shida. Kibaya zaidi, unaonekana unacheza na marafiki zako. Sasa mimi nifue nguo, nikupikie, ule. Mwanangu, unaenda unakuwa wewe, utakuja kuolewa, tutakuja nitukanwe mimi. Shida yako nini mwanangu bibi? Hebu niambie shida yako nini? Wote wanaongea. Mimi nimetoka. Naomba ila nataka ujue mwanangu mko wapi? Nimechoka. Shemeji. Ndio shemeji yangu. Mkiwa mimi kila siku kilioni. Na sijui swala hili litaisha lini. Nashindwa kutambua kwa nini Fadhila anashindwa kunisamini mimi. Au ina maana hajui kiasi gani mimi ninapompenda. Mbona anajitoa kwa kila kitu? Na wewe mwenyewe unafahamu. Lakini Fadhila hayuko kabisa pamoja na mimi. Ni swala ambalo linaniumiza sana. Sijui hata nifanyaje. Kiukweli naumia sana moyoni. Shemeji, naumia sana kusikia kwamba unalalamika. Yaani hayo maneno yako yananisikitisha sana moyo wangu. Huyu mtoto anataka ajikute ni mtoto 2000. Na ni hawa marafiki zake wanampa vishawishi. Sasa hivi ameshaanza kuvaa visuruali hivi nini hivi vinaita sijui vitaiti. Ndio, yani nikwambia kitu shemeji. Yule mimi mdogo wangu hanishindi kwa chochote. Yaani hilo nakupa uhakika 100%. Niachie kazi mimi. Shemeji, hayo yote 9, 10 ni hili sasa naloenda kukwambia. Jana Fadhila nilimwambia nahitaji nikutane naye. Na niliandaa tafrija nyumbani. Nikawaita marafiki zangu. Kila mtu akaja na mtu wake. Na nikajinadi kwa marafiki zangu kwamba mimi mpenzi wangu ni mzuri kushinda wa kwa wao. Na kila mtu alisubiri amuone. Na nikaingia gharama ya kumnunulia kila kitu, mavazi, ili akija siniangushe. Lakini alichokifanya simu hakupokea na kufika. Ameniweka katika hali gani? Au nakosea wapi mimi Fadhila anashindwa kunisamini? Laiti angejua maumivu ninayoyapitia, asingediriki kufanya hiki ambacho anachokifanya yeye. Niambie shemeji, ni mwanaume gani anaweza akajitolea kwa kufanya haya yote? Ni kweli mimi nalitambua hilo. Kaa chini na mdogo wako.
zungumza naye, mweleze, mwambie hakuna mwanaume ambaye anaweza kufanya yote kwa sababu ya upendo. Na mimi sio kama natamani usije nimchezee. Nafanya yote kwa sababu ya upendo, nampenda yeye. Kisha mniambie nipo katika fungu gani. Naondoka shemeji. Fazila mdogo wangu, nadhani unajua kinachoendelea. Mimi nashinda hapa nyumbani. Michael kila dakika anakuja hapa nyumbani na kutafuta wewe. Wewe ndio kwanza siku 3 siku 4 unalala huko. Sijui unachokifanya ni nini. Mpaka inafikia hatua Michael sasa hivi mara ya mwisho amefika hapa. Kanitukana, kanikejeli na maneno mabaya. Yaani naona mimi na wewe ni kitu kimoja. Yaani imekuwa Michael. Wewe ni mtu mzima, jielewe basi, jitambue mdogo wangu. Unataka mimi nifanyaje? Unajua kabisa maisha tuliyotoka ni ya chini mpaka tulipofika hapa. Afu unataka turudi kule pa mwanzo. Upewe nini wewe? Kuna mwanaume mzuri yule jamani. Ana kila kitu. Nakwambiaje? Sikio ambalo alisikii dawa. Yaani wewe ni kama sikio ambalo alisikii dawa. Fazila mdogo wangu, jaribu basi utakuwa na roho ya huruma. Ninachoka mimi. Amuone kaka tu huruma anakuja hapa kila siku. Damu, mimi nimechoka. Kila siku, kila muda unamzungumzia Michael. Michael ni nani? Michael ni nani? Mimi nimechoka kumsikia Michael kwenye kichwa changu. Sawa? Na hata kuhusu kuishi hapa, mimi muda wote naondoka. Na kuanzia sasa hivi hapa navungia, mimi naondoka. Sitaki kuishi hapa. Simtaki huyo Michael.